Mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa amezaliwa kutokana na kosa. Yeye mwenyewe si mkosa, lakini amezaliwa kwa njia iliyokuwa imekwenda kinyume cha sheria. Sasa Uislamu nadharia yake ni kuto kumhukumu huyu aliyezaliwa nje ya ndoa, maana hana kosa alilofanya, lakini vile vile kulihukumu kosa lililofanyika. Kuliachia kosa lililofanyika si Uislamu. Lazima kusema kuwa ni kosa, litahukumiwa duniani kama kuna mfumo wa Kiislamu unaotawala na kwa ushahidi unaotakiwa, au litahukumiwa akhera kwa mfumo ulioweka Mwenyezi Mungu katika kuhukumu siku ya Kiyama. Kwa vyovyote vile lazima lipate hukumu yake. Sasa katika dunia leo tunapokwenda na nchi zetu hizi, hatuna mfumo unaoweza kuweka hukumu hiyo ya kidunia. Kwa hivyo linabaki kwamba litasubiri hukumu ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Lakini tunamzungumza mtoto sasa. Mtoto hana kosa, na pamoja na kutokuwa na kosa, lakini kutakuwa na mazingatio ya aina yake. La kwanza, baba aliyesababisha mtoto yule kuzaliwa hatakuwa na haki za kisheria za baba kwa yule mtoto, na mtoto hatakuwa na haki za kisheria kwa baba yake za moja kwa moja kama zinavyokwenda kwa baba mwingine yoyote na kwa mtoto mwingine yoyote. Lakini kwa upande wa mama atakuwa na haki zote zile za kisheria, kwamba mtoto, tunasema mtoto atakuwa wa mama na mama atakuwa wa mtoto. Akifa mtoto huyu na mali aliyezaliwa nje ya ndoa, mama yake atakuwa ni mama yake wa kumrithi. Wako wanazuoni wanaona hilo nalo ni tata, lakini liko dhahiri kuwa kwa mama yake, mama atamrithi mwanawe na mwana atamrithi mama yake. Maana hakuna namna ya kukataa umama hapa. Ubaba utakataliwa kwa sababu ya sheria, lakini umama kisheria haukataliki. Ukishakumkatalia baba, ukishakumkatalia mama, atakuwa hana mahala alipotoka. Kwa hivyo mama yake ataendelea kuwa mama yake na yeye ataendelea kuwa mtoto wa huyo mama, lakini hawezi kuwa mtoto wa yule baba kwa mujibu wa sheria. Wazungu wanasema atakuwa, he will be his biological father, atakuwa baba yake wa kibiolojia. Na hili linatupeleka mbali kidogo. Katika teknolojia leo wameshafikia walioendelea sana, ambao hawaheshimu taratibu za Mungu. Wanachukua mbegu kutoka kwa mwanamume mwingine baki, halafu wanaingiza mbegu zile kutoka kwa mwanamke ambaye si mke wake, na mtoto anazaliwa. Akizaliwa, sisi tunasema katika hali hiyo haturuhusu utaratibu ufanyike, lakini itakapotokea umefanyika mathalan, halafu baadaye mama mtu na mwanawe wakaamua kuslimu, hata na yule baba kama alikuwa kaamua kuslimu au alikuwa Muislamu tangu mwanzo, hatutazingatia kuwa ni baba yake kwa mujibu wa sheria, kwa sababu hapajapita ndoa. Ndoa ndio mlango unaoweka uhalali wa watoto kwa baba zao, lakini ndoa sio mlango unaoweka uhalali watoto kwa mama zao. Mama zao watakuwa ni halali ya mama zao hata kama hapajapita ndoa. Mtoto ni wa mama, na hii inatokana na hadithi ya Mtume SAW inayosema kwamba alwaladu lilfirashi walilahiri alhajar, mtoto ni watandiko na mzinifu lake ni jiwe. Kazungumza mambo mawili kwenye hadithi hii, mtoto ni watandiko na mzinifu lake ni jiwe. Na maneno haya pamoja kwamba ni sheria kubwa sana, lakini bado Mtume SAW kaizungumza kwa fumbo. Kwa hivyo alwaladu lilfirash, mtoto ni watandiko, yani wa mama, na kama mtoto ni wa mama, basi mtoto ni wajomba, ni wa wajomba, mtoto ni wa babu mzaa mama, mtoto ni wa bibi mzaa mama.